Walipotoka nje ya kanisa walimkuta Inspekta Omari akiwa amesimama mbele ya mlango. Nyuma yake kulikuwa na askari kadhaa. Kapteni Hamisi akavuta pumzi. Omari akamwangalia Hamisi. Safari hii sitawakamata. Ninakuja kuwasaidia. Adamu akashangaa. Kwa nini utuamini? Omari akatoa picha ya zamani mfukoni. Ilikuwa picha ya watu 5. Miongoni mwao walikuwepo Baraka, Kapteni Hamisi, Rehema na kijana mdogo alikuwa ni Omari. Adamu akapanua macho. Wewe ulimjua baba yangu? Omari akatikisa kichwa. Kuliko unavyofikiria. Kabla sijawa polisi, Baraka ndiye alinifundisha kwamba ukweli una thamani kuliko cheo. Ghafla, kutoka upande wa mlimani, sauti kubwa ya pembe ya jadi ilisikika. Wazee wote wa kijiji waliinua vichwa. Mzee Rashi akasema kwa hofu, pembe ya baraza la dharura. Hajawahi kupigwa tangu usiku ambao Baraka alipotea, na kila mtu akajua. Kijiji cha Mlimani kilikuwa karibu kusikia ukweli ambao ulikuwa umefichwa kwa miaka. Ndani ya dakika chache wakazi wa kijiji cha Mlimani wakaanza kuelekea kwenye uwanja mkubwa chini ya mti wa mkuyu, mahali ambapo baraza la wazee lilikutana kila kulipotokea jambo zito. Wanawake waliinama wakinong'ona. Vijana walikuwa wakijadili kwa sauti. Watoto walijaribu kusogea karibu, lakini wazazi wao waliwarudisha nyuma. Juma alifunga kibanda chake cha matunda mapema. Bakari akamuuliza, "Leo haufanyi biashara?" Juma akatikisa kichwa. Pesa zinaweza kusubiri, lakini ukweli wa kijiji hiki hauwezi kusubiri. Mbele ya nyuma mama Neema, bibi Mwajuma alifika akiwa ameongozana na wasichana wawili wa kijiji. Neema, wazee wanakusubiri. Mama Neema akatazama ile barua iliyokuwa imeitoa kwenye sanduku la zamani. Aliubusu kwa upole kisha akaifunga ndani ya kitambaa cheupe. Hii ndio siku ambayo Baraka aliitabiri. Bibi Mwajuma akamuuliza, "Una hakika uko tayari?" Mama Neema akafuta machozi. "Hapana. Lakini ukweli nao hauko tayari kulisubiri tena." Uwanjani, Mzee Rashid alisimama katikati ya duara la wazee. Pembeni yake walikuwepo Mzee Musa, mwenyekiti wa kijiji, Mzee Kibwana, Bi Mwajuma, wazee wengine wa kijiji cha Mlimani. Inspekta Omari na askari wake walisimama pembeni bila kuingilia mkutano. Kapteni Hamisi, Adamu, Amina, Rehema na mlinzi wa mwisho walifika kimya kimya. Wananchi walipoona Adamu walianza kunong'ona, "Huyu ndiye mtoto wa Baraka. Anafanana kabisa na baba yake. Lakini mbona amerudi baada ya miaka mingi?" Mzee Musa akagonga fimbo yake chini. "Wananchi wa kijiji cha Mlimani, leo hatujakusanyika kwa ajili ya kesi wala si kwa ajili ya uchaguzi. Tumekusanyika kwa sababu siri iliyofichwa kwa miaka 25 imeanza kufunguka." Ukimya ukatanda. Hakuna hata mtoto aliyetoa sauti. Mzee Rashid akainuka. "Miaka 25 iliyopita tulifanya makubaliano wa kuficha ukweli." Wananchi wakaanza kushangaa. Juma akanyanyua mkono. "Mzee, kwa nini mlituficha?" Mzee Rashid akajibu kwa sauti nzito, "Kwa sababu tuliamini tunakilinda kijiji, lakini kumbe tulikuwa tunakilinda kificho cha waovu." Wananchi wakaanza kunong'ona kwa nguvu. Ghafla, Mama Neema alisimama. Watu wote wakageuka kutazama. Atembea taratibu hadi katikati ya duara akamwangalia Adamu. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi. "Mwanangu." Adamu akakaribia. "Mama." Mama Neema akatoa ile barua aliyokuwa amehifadhi kwa miaka yote. Akamkabidhi Adamu mbele ya kila mtu. "Hii ni barua ya mwisho aliyoandika baba yako, lakini aliniambia nisikupe mpaka siku ambayo kijiji kizima kitakuwa tayari kusikiliza ukweli." Adamu akaipokea kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka. Hakuifungua. Alimwangalia mama yake. "Mama, yeye baba alikuwa mtu mwema." Mama Neema akamshika usoni. Kisha akajibu, "Hakukuwa na mtu mkamilifu, lakini baba yake alikubali kubeba lawama ili kuokoa maisha wengine." Kauli hii iliwashangaza hata wazee. Mzee Kibwana akafumba macho. "Hatimaye amesema." Lakini kabla Adamu hajafungua barua, farasi mmoja mweusi alikimbia kwa kasi kutoka upande wa Mlimani. Mpanda farasi huyu alikuwa amejaa vumbi. Alisimama ghafla mbele ya baraza, akashuka haraka, akamkabidhi Inspekta Omari bahasha yenye muhuri wa serikali. Omari akaifungua. Uso wake ukabadilika mara moja. Kapteni Hamisi akauliza, "Ni nini?" Omari akatazama kila mmoja alikuwa uwanjani kisha akasema kwa sauti iliyotikisa mkutano, "Tumepata taarifa kwamba maiti iliyozikwa miaka 25 iliyopotea." Akasita. Kijiji kizima kingangoja. "Si ya Baraka." Uwanja mzima ukalipuka kwa mshangao. Wananchi wakasimama. Juma akaangusha kikapu chake cha ndizi. Mama Neema akashika kifua chake na Adamu akabaki amesimama bila kuamini alichokisikia. Uwanja mzima wa kijiji cha Mlimani utawaliwa na mshangao. Hakuna aliyesogea, hakuna aliyesema neno. Maneno ya Inspekta Omari yalikuwa bado yakigonga masikioni mwa kila mtu. Maiti iliyozikwa miaka 25 iliyopita si ya Baraka.
Mama Neema alijishika kifuani, machozi yakaanza kumtoka. Adamu akamkimbilia. Mama! Mama Neema akamshika mkono kwa nguvu. Nilijua kuna siku ukweli utajitokeza. Adamu akashangaa. Ulijua? Mama Neema akainamisha kichwa. Sikuwahi kuona mwili wa Baraka. Niliona jeneza tu. Wananchi wakaanza kunong'ona kwa sauti kubwa. Juma akageuka kumwangalia Bakari. Kumbe miaka yote tulikuwa tunaomboleza mtu ambaye hatukuona. Bakari akatikisa kichwa. Kijiji hiki kina siri nyingi kuliko nilivyodhani. Mama lishe Fatuma aliyekuwa pembeni akasema, nilikuwa mdogo wakati huu, lakini nakumbuka jeneza lilifungwa kabisa. Mzee Kibwana akafumba macho. Na sisi wazee tulikosea kwa kutouliza maswali. Inspekta Omari akatoa bahasha aliyokuwa amepewa. Nimepokea ripoti kutoka maabara ya taifa. Waliamua kuchunguza mabaki yaliyotolewa kaburini wiki iliyopita. Kapteni Hamisi akashangaa. Ulichimba kaburi bila kutuambia? Omari akamjibu kwa utulivu. Nilihitaji ushahidi, si uvumi. Akafungua ripoti. Mabaki yaliyopatikana ni ya mwanaume mwenye umri wa miaka zaidi ya 60. Rehema akashtuka. Baraka alikuwa na miaka 38. Ndiyo, Omari akasema. Kwa mtu aliyezikwa hakuwa yeye. Mzee Rashid akasimama taratibu. Akaegemea fimbo yake. Nina dhambi mbele ya kijiji. Wananchi wote wakamgeuka. Usiku ule tulipewa amri tusifungue jeneza. Tuliambiwa kufanya mazishi haraka. Juma akauliza kwa sauti. Nani aliyewapa amri? Mzee Rashid akajibu. Mkuu wa wilaya wakati huo, akiwa ameongozana na watu watatu waliovalia makoti meusi. Kimya kizito kikatanda. Ghafla Danieli akakumbuka ile bahasha aliyoificha mfukoni. Akaanza kuhisi ikiwa nzito. Hakutaka kuifungua mbele ya watu, lakini mlinzi wa mwisho akamkaribia. Najua umebeba kitu. Danieli akashtuka. Hujaniambia, lakini macho yake ameshakisema. Danieli akatoa ile bahasha polepole. Adamu akamwangalia. Ulificha tangu lini? Danieli akainama. Niliogopa. Sikujua ni muamini nani. Hakuna aliyemkasirikia. Adamu akapokea bahasha. Juu yake ilikuwa na maandishi yale yale. Ifunguliwe baada ya kusikiliza mkanda wote. Kapteni Hamisi akasema, baada hatujamaliza kusikiliza mkanda wa Baraka. Rehema akatikisa kichwa. Basi bado si wakati wa kuifungua. Wakati huo mbali kidogo na uwanja wa kijiji, mwanaume mwenye koti jeusi alikuwa amesimama juu ya mwamba. Pembeni yake alisimama Inspekta Njoroge. Njoroge akauliza, kwa nini ukuwazuia? Mwanaume huyo akatabasamu. Kwa sababu sasa wanafuata njia ninayoitaka. Una maana gani? Wakishajua Baraka hakufa wataanza kumtafuta. Njoroge akamwangalia. Na si hicho unachotaka? Mwanaume huyo akatikisa kichwa. Hapana. Nataka wanifikishe kwake. Jioni nilipoanza kuingia, baraza la wazee lilivunjika. Wananchi wakaanza kurudi manyumbani, lakini hakuna aliyekuwa akizungumza kuhusu mavuno, wala biashara, wala siasa. Kila mtu alikuwa akizungumza jambo moja tu. Kama Baraka hakufa, amekuwa wapi kwa miaka 25? Ambali juu ya mlima, ndani ya nyumba ndogo ya mawe iliyotelekezwa, mtu mmoja mzee aliyekuwa na ndevu nyingi alikuwa ameketi karibu na taa ya mafuta. Mbele yake kulikuwa na picha ya zamani ya Mama Neema akiwa amebeba mtoto mchanga. Mzee huyu akashika picha kwa upole. Macho yake yakajaa machozi, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Samahani Mama Neema. Bado si salama kurudi nyumbani." Uso wake haukuonyeshwa, lakini mkononi mwake kulikuwa na pete ile ile ya kipekee ambayo Adam aliona kwenye picha za zamani za Baraka. Usiku uliingia taratibu katika kijiji cha mlimani, lakini hakuna aliyepata usingizi. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 25, tumaini lilikuwa limezaliwa. Huenda Baraka alikuwa hai. Nyumbani kwa Mama Neema hakuwasha taa. Alikaa kimya akitazama picha za zamani ya mume wake. Adamu alikuwa amekaa karibu naye. "Mama, kama baba yuko hai, kwa nini hakurudi?" Mama Neema akafuta machozi. Swali hilo nimemuuliza Mungu kila siku kwa miaka 25. Kisha akaongeza kwa sauti ya chini, "Lakini Baraka hakuwa mtu wa kuikimbia familia yake. Kama hakurudi, basi kuna sababu kubwa kuliko sisi tunavyojua." Wakati huo katika kibanda cha chai sokoni, Juma, Bakari, Mama lishe Fatma na fundi seremala Musa alikuwa amekaa akijadili habari za siku. Juma akanywa fundo la chai. "Kama Baraka yuko hai, ina maana kuna watu walitudanganya sisi sote." Bakari akatikisa kichwa. "Na kama alidanganya jambo hilo, ni mambo mangapi wengi wametuficha?"
Mamalishe Fatma akaingilia. Mimi naamini wazee wetu walifanya walichodhani ni sahihi. Fundi Musa akatikisa kichwa. Hapana, ukweli ukifichwa kwa muda mrefu uzao uongo mkubwa zaidi. Kibanda kizima kikakaa kimya. Nyumba ya mzee Rashid, baraza la wazee lilikuwa halijavunjika kabisa. Mzee Rashid, mzee Kibwana, Bi Mwajuma walikuwa bado wamekaa. Hakuna aliyekuwa akizungumza. Hatimaye mzee Kibwana akasema, "Je, tutamwambia Adamu kuhusu mlima wa kivuli?" Mzee Rashid akafumba macho. "Hatuna tena uchaguzi." Bi Mwajuma akatikisa kichwa kwa wasiwasi, akijua kuhusu mlima wa kivuli. Atajua pia kuhusu usiku wa moto. Mzee Rashid akashusha pumzi. Na ndio ukweli tulioficha kwa miaka yote. Ofisi ya polisi, Inspekta Omari alikuwa akichunguza ramani ya kijiji cha Mlimani. Konsebo Musa akaingia. "Afande, tumepata taarifa kutoka kwa mchungaji wa kanisa." "Anasemaje?" "Kuna mtu ameonekana mara kwa mara usiku kwenye mlima wa kivuli." Omari akainuka ghafla. "Ni lini?" "Kwa karibu miezi mitatu." Omari akafungua ramani. "Kesho alfajiri tunaenda huko." Lakini hakujua kwamba si yeye pekee aliyekuwa na mpango huo. Adamu alikuwa amesimama nje ya dirisha, alikuwa amesikia kila kitu. Alinong'ona peke yake, "Kesho nitamtafuta baba yangu." Mbali wa kilomita kadhaa kutoka kijijini, ndani ya nyumba ndogo ya mawe, yule mzee mwenye ndevu alisimama ghafla, kana kwamba alisi jambo. Akatoka nje, akatazama kuelekea kijiji cha Mlimani. Mbwa mmoja mweupe akamfuata. Mzee huyo akainama, akampapasa kichwa. "Kuna mtu anakuja." Kisha akaingia ndani. Akafungua sanduku la zamani la mbao. Ndani yake kulikuwa na ramani ya siri ya nyumba namba 13, bastola ya zamani, Biblia iliyochakaa na picha ya Adam akiwa mtoto mchanga. Mzee huyo alichukua Biblia akaifungua. Ndani yake kulikuwa na barua nyingine. Juu yake ilikuwa na maandishi. "Ikifika siku Adamu atakapokuja, mpe ukweli wote hata kama utagharimu maisha yako." Mzee huyo akafumba macho. "Baraka, ahadi yako imefika mwisho." Lakini mbali nyuma ya nyumba hiyo, kwenye kivuli cha mti, kulikuwa na mtu aliyekuwa amevaa koti jeusi. Alikuwa akiwatazama kimya kimya kupitia darubini. Akachukua simu ndogo, akampigia mtu. "Ndio, sasa nina uhakika. Kondoo ameanza kutafuta mchungaji." Sauti kutoka upande wa pili ikajibu, "Basi wakati umefika." Mwanaume huyo akatabasamu. Safari ya kuelekea mlima wa kivuli inaanza alfajiri, na hakujua kwamba nyuma yake kabisa Duma alikuwa amesimama kimya kimya akimwangalia giza bila yeye kutambua.